naomba nizungumze mambo yafuatayo. Kwanza, Wanangieki, lazima tuwe na vipaumbele vyetu. Katika vipaumbele vyetu tumezungumza yale ambayo yanatokea, lakini mimi mtoto wenu, kwa maelezo ambayo nimeyapata hapa kutoka kwa wataalamu, na uzuri wanafahamu mimi natoka wapi, kwa hiyo hawawezi wakatudanganya. Lakini pamoja na mambo hayo, kabla ya kwenda kuanza kuzungumza yale mambo ambayo nimepanga niyazungumze mahali hapa, nianze kuzungumza mambo mawili yafuatayo. Kwanza, nianze kwa niaba ya Wanakyela kuishukuru serikali ya Dr. Samia. Pamoja na mambo yote tunayoyazungumza, inawezekana tunazungumza mambo mbalimbali yaliyopo ndani ya kata yetu ya Mabanda. Nishukuru serikali ya Dr. Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa zaidi ya bilioni 1.2 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali yetu pale. Mumeona mama na mtoto, jengo limeisha, ni la bilioni 4.6, lakini leo tumepewa tena bilioni 1.2 ndani ya siku 100. Hivyo kwa niaba ya Wanakyela lazima nishukuru serikali. Fedha zaidi ya milioni 200 kwa ajili ya kituo cha afya cha Busara. Hivyo tuna namna na njia yoyote kuishukuru serikali ya Dr. Samia. Ndani ya siku 100 imetoa gari la zimamoto ndani ya wilaya yetu ya Kyela lenye thamani ya zaidi ya bilioni 1.5 na tumelipokea, liko ndani ya wilaya ya Kyela. Nikasema haya ni yaseme kwa ajili ya kuwashukuru, kwa ajili ya kuishukuru serikali ya Dr. Samia kwa niaba ya wananchi wa Kyela. Maana mimi nisiposema haya, mtakuwa nyie Wanakyela mliyenituma sina neno la shukrani kwa Dr. Samia. Hivyo naishukuru serikali kwa ajili ya haya mambo makubwa ambayo yametoa ndani ya siku 100 kwa ajili ya wilaya yetu ya Kyela. Lakini pia kuna mambo mengine hapa wameyajibu. Nianze kutoa maelekezo yafuatayo. Namba 1, mumeomba barabara ya kutoka hapa kwa Msafiri kwenda juu mlimani. Watu wa TARURA wanapiga kidogo Kiswahili hapa, lakini hawa mimi ndugu zangu nawajua. Natoa maelekezo, mtu wa TARURA kufikia Ijumaa wiki ijayo uhakikishe hiyo barabara tuikague kama inafaa kuingia kwenye Dromax au haifai. Tuandike muhtasari, kwa sababu mji wetu wa Ngieke unakuwa ni lazima uwe na barabara za mitaani. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, ni lazima tukubaliane Wanangieke, tuwe na vipaumbele vyetu, na hasa tunapouza maeneo yetu ni lazima tutambue kwa maeneo yetu, lakini tuuze kwa akili, tuweke maeneo ambayo yanafaa kwa ajili ya kupitisha barabara, kwa sababu bila barabara mji wetu utakuwa unajifunga. Naomba sana ndugu zangu, TARURA watakuja hapa waonyeshwe hizo barabara, wazipime, waone kama zinafaa kutumika na ziingizwe katika mfumo, ili tujue Ngieke tuna barabara fulani na fulani, ili kuendeleza maendeleo ya mitaa yetu ya mji wetu wa Ngieke. Ngieke oye! Naomba hiyo taarifa kabla ya Ijumaa niwe nimeipata, na hizo barabara ni zipi zinapitika na zipi hazipitiki na zipi hazifai kuingizwa katika mfumo. Na kupitia kwa wenyeviti wa vijiji, mwenyekiti huko hapa, wao wanaanzisha, nyie ndio mnaanzisha ile dokezo la kuidhinisha barabara. Mimi utaratibu na ufahamu, mtaandika ili muone hii barabara kama TARURA wataiona inafaa, basi waichukue waingize kwenye mpango, ili hata mwanenu Basai anapojitolea mitambo yake kwenda kwenye hiyo barabara, tujue baada ya hapo serikali itaichukua. Tapili, nitoe maelekezo yafuatayo. Kuna barabara katibu umeiomba ya kutoka hapa kushuka kule chini kwenda mpaka Imara. Mababu oye! Mumeiomba hiyo barabara. Nitoe maelekezo, nafahamu ile barabara umeisema kaka yangu haimo kwenye barabara za TARURA, kwa sababu barabara zilizopo huku za TARURA nazifahamu. Kwa pamoja na hilo pia natoa maelekezo, meneja wa TARURA
aipitie hiyo barabara ili aione kama inafaa kutumika. Lakini nafahamu hiyo barabara kabla ya kufika kule darajani, hapa juu pana mashimo makubwa. Kwa mimi nitaanza kwa huku juu, tutaimwaga kifusi kwa gharama zangu, ili wakati ya TARURA juu ya daraja, juu ya kuendelea upande wa pili, angalau huku juu ambako ni maeneo ya mji wa Ngeki tuendelee kuyafaidi. Kwa hiyo pia tutapata maelekezo, wao watatuambia. Na uzuri wa hapa, sisi tuna asili ya kifusi, eneo hili wote kifusi tunategemea ndani ya kata hii. Mababu oye! Moto ya shule ya msingi pale Kilombero, nakumbuka katibu tarafa amenipigia simu hata nikiwa bungeni Dodoma. Alipokuta na nimesema niko bungeni, akatuma message ya kuomba angalau niwachangie madawati, na juhudi za wananchi pale nimepita, japo wakati fulani sitoi taarifa, maana nikitoa taarifa ni ziara ya mbunge. Sasa wakati fulani huwa napita mwenyewe. Kwa hiyo nimepita, mimi niipongeze serikali na nishukuru serikali imetoa fedha kwa ajili ya umwagiliaji wa yale madarasa. Kwa hiyo na mimi mtaona jinsi gani tutashikana na wananchi hawa kwa kuwachangia madawati katika ile shule. Na niahidi mbele ya kikao hiki kuwa pamoja na mambo mengine, lakini mheshimiwa mbunge pia atatoa madawati pale ili watoto wetu tuunge juhudi za serikali ya Dr. Samia. Lakini pia na ujenzi wa zahanati ya Ngeki, mumesema kuwa mnaomba ili ichukuliwe na serikali ni lazima hiyo imefika hatua ya bomba. Mimi niwaombe pamoja na michango yenu, sasa hiyo pia mtachangia, kwa sababu hapo ni nyumbani. Mwenyekiti, utachukua mifuko 50 ya simenti kutoka kwa. Mmezungumza habari ya maji ya Ngeki, naona kuwa ni changamoto kubwa sana, pamoja na vitu vyote tunavyoambiwa na serikali. Lakini pia nishukuru serikali kwenye bajeti inayokuja, ndio maana baadaye alininong'oneza hapa, wametenga hizo fedha ambazo wamezisema ndugu yangu Furaha pale, zaidi ya milioni 234. Zile fedha zikija, na mimi niwahakishie hizi fedha zimetengwa na ni ufadhili kutoka Benki ya Dunia. Kwa hiyo tukizipata hizo fedha, naamini kabisa serikali ya Dr. Samia itazileta hapa ili kuboresha mfumo wa upatikanaji wa maji katika eneo letu la Ngeki. Hapo vipi jamani? Lakini pia tunaangalia nini cha kufanya kwenye uwezeshaji wa haraka. Kwa hiyo pamoja na kusema tunaendelea kuzisubiri hizo fedha, nielekeze watu wa RUWASA pamoja na chombo waende kwenye vyanzo vyetu ili kuangalia namna bora kuchukua hatua za haraka juu ya kuboresha upatikanaji wa maji eneo hili, na taarifa yake niipate siku ya Jumanne ili nijue nini zaidi kinachotusumbua kwa yale mfumo wa maji uliokuwepo zamani. Mababu oye! Lakini pia kuna ishu ya machinjio. Swala la machinjio mmelisema mahali hapa, kwa machinjio ni changamoto. Nimshukuru mheshimiwa diwani pamoja wa kata hii, lakini pia kipekee sana nikushukuru mheshimiwa mwenyekiti pamoja na makamu mwenyekiti na madiwani wote, wameidhinisha shilingi milioni 25 kwa ajili ya machinjio ya hapa kwetu Ngeki. Ngeki oye! Nishukuru pia serikali kupitia mpango wa REA imetoa ndani ya jimbo letu la Kyela vitongoji 31 tumepewa na tumempa tayari, mkandarasi amefika, yupo anaendelea. Sasa sikumbuki kama kata hii katika vile vitongoji vipo, lakini nishukuru serikali kwa sababu tumebakiza vitongoji 52 ndani ya jimbo la Kyela. Tulikuwa na vitongoji 94. Serikali ya Dr. Samia imenipa vitongoji 31, imetupa wana Kyela. Hivyo tuna haja na hatuna neno la kusema zaidi ya kushukuru serikali kwa ajili ya vitongoji 31 vilivyopewa. Kwa kuwa vitongoji 31 vinachukuliwa na serikali, pia bajeti ya TANESCO imechukua vitongoji vyake. Tunaamini vitongoji 52 vilivyobakia ndani ya jimbo la Kyela, ndani ya miaka 5 inayokuja au ndani ya miaka 2, naamini kwa inawezekana kabisa vitongoji vyote tutakuwa tumekamilisha na umeme umepatikana. Jamani mababu oye! Lakini vile vitongoji ambavyo nimetoa maelekezo, mtakuja hapa kuwapa majibu
Kama sio kwa mkutano, basi tutawafikisha kwa mwenyekiti ili aweze kuambia wananchi vile vitongoji walivyoviuliza, ambapo nimempa maelekezo huyu aliyemwakilisha meneja wa TANESCO. Niwaombe wana Mababu mambo matatu ya mwisho. Jambo la kwanza, nirudie kusisitiza kuwa mji wetu wa Ngieke ni miongoni mwa miji inayokuwa kwa haraka, na ukuaji wetu wa Ngieke unategemea zao la kokoa. Unategemea zao la kokoa. Zao la kokoa ni changamoto. Ni waombe wana Ngieke, sina maneno mazuri ya kuwajibu juu ya zao la kokoa, na mimi niliapa kusema ukweli kwenu, nisije nikawa na bla bla hapa nikasema kesho kuta kokoa zitapanda. Hili jambo ni janga la kitaifa, lakini pia kwa sababu kokoa tunapeleka nje, ni janga ambalo kokoa imeshuka kwenye soko la dunia. Ukiangalia kwenye takwimu, zao la kokoa limeshuka kwa hasi 4, yani kwa negative. Imetoka 2-3, imetoka 3-2-1-0, hasi 1, hasi 2, sasa hivi inaenda kwenye hasi 5. Ukiangalia kwenye takwimu, kwa zao hili limeendelea kushuka katika soko la dunia, wala sio kwa ajili ya Kyela peke yake. Ukiangalia takwimu zinaonyesha jana soko la kokoa lilikuwa linauzwa kwa tani kama dola 4,000 ambayo tunakadiria ni kama shilingi 10,000 kwenye soko la dunia. Kipindi kile tulipokuwa tunashangilia tulikuwa zaidi ya dola 10,000, ndio zao lilifika 20,000 na kitu. Sasa limeendelea kushuka, wala hilo tusimtafutie mchawi. Naomba wazazi wangu, ni jambo moja tu tuliombe kwa Mungu. Serikali iliahidi kutujengea kiwanda cha kuchakata kokoa. Hilo tunaona kuwa Mungu akitujalia, tukipata jambo hilo litasababisha angalau pale soko la dunia linaposhuka, basi sisi tunaliongeza thamani na tunauza nje kama zao lililoongezewa thamani. Kwa hiyo sitaki kumtafuta mchawi wa aina yoyote, na tutafute mchawi. Tuendelee kuvuta subira na kuiamini serikali. Serikali muda wote imekuwa ikinipa majibu, na mara kwa mara nimejaribu kuwauliza nini kilichopo, lakini hata mwenyewe chukua simu yako, chukua simu, angalia zao la kokoa leo linanadiwa kwa shilingi ngapi, ndio bei, ndio maana inashuka huko kwetu. Kwa hiyo niwaombe mji wetu wa Ngieke, najua utatikisika sana, lakini tuendelee kuomba kuwa haya ni mabadiliko yanayotokea mara kwa mara. Hata ukiangalia wenzetu wa Ghana, zao la kokoa limeshuka kwao. Hata ukiangalia nchi zingine zile za Ivory Coast, zao la kokoa limeshuka. Hata ukiangalia Morogoro, zao la kokoa limeshuka. Kwa hiyo lazima niwaambie ukweli, na mimi niliwaambia wazazi wangu, tabaki kuwa ni bora niwaambie ukweli ili tujiandae kuwa lile zao letu linaendelea kushuka. Naamini kama litaimarika kwa miradi inayokuja, lakini kwa sasa tuendelee kuomba kwa changamoto yetu kubwa ni kupata kiwanda ndani ya wilaya yetu ya Kyela. Mababu oye! Pamoja na hayo maendeleo, tukumbushane, wenye viti wa vitongoji, wenye viti wa vijiji, tumewachagua sisi. Katika kuwachagua sisi, ndugu zangu, tuwape ushirikiano, tuwape ushirikiano katika kutekeleza majukumu yao. Tutoe ushirikiano kwa waheshimiwa madiwani, tutoe ushirikiano kwa mbunge, tutoe ushirikiano kwa serikali ya Dr. Samia. Yale yalipita, yamepita. Sasa tuzungumze maendeleo ya jimbo letu la Kyela, tuzungumze maendeleo ya nchi yetu. Niwaombe sana wenye viti wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, msimamie kuendeleza mji wa Ngieke ukiwa na barabara. Niwaombe wazazi wangu, mji huu unakuwa, tukizungumza Kyela, tutatoka Kyela tutazungumza boda, tutazungumza boda tutakuja Ipinda, baada ya Ipinda tutazungumza mji gani mwingine? Ngieke. Ngieke hii na majengo ya kisasa. Ngieke hii ina watu ambao ni wafanya biashara wakubwa. Kwa hiyo tunapouza maeneo, tuhakikishe tunauza maeneo huku tukiwa tunajua kuwa barabara itapita eneo fulani. Ni aibu
umevaa suti, wenye gari haifiki nyumbani kwako kwa sababu ya barabara. Niwaombe wazazi wangu, huu ndio muda wenyewe. Nikileta greda hapa, nikisema leo greda nimeleta kwa ajili ya barabara za Angieke, tupate sehemu ya kulima. Mwendelee kuniombea. Tuna kazi mlionipa, mmenitanguliza mbele ili nikaseme yale mambo mbalimbali, lakini serikali iko tayari kuzungumza nasi na kutoa ushirikiano. Lakini pia katika mipango yetu tumezingatia vijana ambao ni taifa la leo, wala sio taifa la kesho. Ndugu zangu wa bodaboda, nimetoa shilingi milioni 4 kwa ajili ya ili wapate mafunzo kutoka VETA. Naomba muwasiliane na uongozi wenu wa wilaya ili mpate yale mafunzo, kwa sababu tumeona bodaboda kigezo kikubwa mnakosa mikopo kwa sababu hamna leseni. Nimetoa shilingi milioni 4, hizo mmesema kwenye kanda zenu mtagawana, muone namna bora ya kuweza kupata mafunzo, na mimi niko tayari kushirikiana nanyi ili kuwawezesha vijana katika kufikia ndoto zetu. Vijana oye! Lakini pia kupitia kampuni yangu, wakati wa kampeni nilisema kwa miaka 5 mfululizo nitakuwa naendelea kutoa na kununua A ya hesabu kwa mtoto aliyesoma shule ya serikali. Mwaka huu watoto wamepata A 40 ndani ya jimbo letu la Kyela, na mimi nimeshaidhinisha kutoka kwenye kampuni yangu shilingi milioni 4, vijana hao wapewe $100,000 kwa kila aliyepata A ya hesabu ndani ya jimbo. Hilo kabla sijarudi Dodoma, tunaangalia ratiba yangu na afisa elimu yuko pale, tupange tuwaite watoto na wakuu wa shule. 80% anapewa mwanafunzi, 20% anapewa mtoto. 80% mtoto, 20% mwalimu, kama tulivyokubaliana toka awali. Motisha ya mwalimu, kwa nini tuliweka 20%? Kwa sababu yeye anaweza kawa nao 5, si amepata hela, lakini mtoto aliyeumia sisi tumemwekea 80%. Kwa hiyo zile fedha ziko tayari, tutapanga ratiba kabla sijarudi Dodoma tuwakabidhi watoto wetu. Lengo la kufanya hivyo, kampuni yangu ya Basai kuiunga mkono na kufurahia juhudi za Dr. Samia juu ya elimu. Anatoa elimu bure, na hivyo kwenye shule zetu za msingi na shule za sekondari. Tumeanzia shule ya sekondari A ya hesabu ya kidato cha 4, kidato cha 6 pia tunainunua. A ya hesabu kidato cha 4 $100,000. A ya hesabu kidato cha 6 $100,000. Kwa hiyo tuwaambie watoto wetu wakazane kusoma shule, kwa sababu shule ndio msingi, na serikali ya awamu ya 6 tayari imetoa fedha nyingi kwa ajili ya uwekezaji wa elimu. Mimi niko tayari kununua hata zikiwa 500, nitazinunua na nitazilipia kwa muda wa miaka 5, na nimeahidi hilo na nitaendelea kulitekeleza. Afisa elimu sekondari juzi amenipa hesabu, na huku wako wengi, ananiambia wako shule yetu ya Lekisho, wako shule ya Matema, nadhani wako Makwale. Kwa hiyo tunaendelea kusema kuwa sisi tuko tayari, mbunge wenu, mtoto wenu yuko tayari kuyasimamia yale aliyosema wakati wa kampeni. Shule ya mchanganyiko, shule hiyo inajengwa ndani ya kata zetu hizi, inajengwa Makwale. Shule hiyo imeshatengewa fedha shilingi milioni 250 kwa ajili ya kuanza kujenga shule ya sekondari ya watoto wanaofanya vizuri kutoka kwenye shule za kwetu. Kwa hiyo tuwahamasishe watoto wa shule ya msingi waendelee kufanya vizuri, kwa sababu kigezo kikubwa pale, usitokaanza kunipigia simu tena, Mwamengo ndio lako mtoto ana ngapi, anabii huyo tena hatufai. Shule hiyo itakuwa ndio shule pekee ndani ya wilaya yetu ya Kyela ambayo itakuwa inachukua cream ya wanafunzi wanaotoka shule ya msingi. Hiyo ndio malengo mazima ya serikali ya Dr. Samia, kuwafanya watoto wetu kuendeleza kielimu, na sisi tunaungana naye katika kuunga mkono hilo, na ndio maana kupitia kampuni yangu tunanunua A za hesabu. Hayo yote ni kwa sababu ya imani mliotoa kwangu, lakini mlioitoa kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi mnaendelea kukiamini, lakini pia mwendelee kuiamini serikali ya Dr. Samia. Baada ya kusema hayo, ni washukuru sana na wapenda sana. Changamoto Oktoba 29, mnakumbuka tuliathirika na kituo cha polisi Ipinda. Sasa hivi ulikuwa ukienda kituo cha polisi Ipinda,
huduma baada ya saa 12 ilikuwa haipo. Tumetoa maelekezo na nashukuru hapa kamanda shule ananiletea hapa, kuanzia sasa hivi kituo kile kitakuwa wazi masaa 24. Kwa hiyo kama kuna changamoto twende pale. Serikali ndio maana tunasema ni sikivu na imesikia kile kilio chetu. Karibu sana mama, kwa haraka haraka naomba uende moja kwa moja kwenye point ili nikusikilize tuweze kujibu hoja yako.